Jinsi nilivyokutana na mwanamke jini Kariakoo, Dar es Salaam, na hii ni sehemu ya 16. Katika sehemu ya 15 tulishia pale ambapo yule binti alikuwa naaga aondoke pale maeneo ya msiba. Bwana anasema ilinishangaza sana, nikamuuliza yule binti, "Bwana, umeniambia kwamba unakuja kushiriki mazishi haya na mazishi sio muda mrefu tunaenda kumsitiri ndugu yetu. Sasa kwa nini unaondoka mapema hivi?" Anasema yule binti, "Samahani sana," aliongea kwa unyenyekevu sana, jamaa anasimulia. Anasema akamwambia, "Samahani sana kipenzi. Naondoka, nimepata simu ya dharura sana, naenda kibiashara, lakini pia nasafiri kuelekea Dubai vile mpaka hadi wazazi kule wamenihitaji. Kwa hiyo almost kama 1 week sitakuwepo hapa." Jamaa anasema ilinishangaza sana, imekuwa ghafla sana. Nikamwambia, "Mbona ni hivyo, ni ghafla sana umeniambia, na isitoshe bado hatujafanya hapa mazishi." Anasema ndio hivyo, hata mimi mwenyewe pia nimepokea simu sasa hivi kipenzi, naondoka, lakini ndani ya wiki moja sio mbali nitakuwa niisharejea kipenzi, japo najua utabaki katika ukiwa sana. Akasema, "Lakini nahitaji akaunti namba yako, kuna kiasi cha pesa nikuwekee ili kiweze kukukimu katika huu muda ambao mimi sitakuwepo." Jamaa anasema licha ya kuambiwa atoe akaunti namba ili awekewe pesa, lakini alikuwa na maswali mengi sana kichwani. Iwaje hii safari ya ghafla sana, na akijumuisha na yale ambayo ameambiwa na yule mzee pale. Anasema kiukweli nilikuwa na maswali ambayo hayana hata majibu yake, sielewi majibu yake ni nini. Anasema akawa amempatia yule binti akaunti namba. Alipompatia yule binti akaunti namba, hakuweza kukata dakika moja, akaondoka binti, akapanda katika gari yake akaondoka kuelekea hiyo safari, na akasema kwamba anaenda kupanda ndege ya jioni kuelekea Dubai. Aisee, jamaa anasema nilishangaa sana, lakini anasema muda ulivyowadia wakaenda kuzika. Walivyoenda makaburini, anasema kwa kweli nilikuwa na mawazo sana, na hata watu ambao walikuwa wananifahamu walikuwa wananishangaa ni mtu ambaye nina mawazo kweli, lakini hamna vitu ambavyo nilikuwa naviwaza kama yale matukio yote nikiunganisha sipati majibu. Na juu ya yule mzee alichoniambia pale kwamba yule binti vipi ameweza kumshangaa sana, japo hajaniambia mshangao wake kwamba ulikuwa unamaanisha nini. Anasema baada ya kumaliza kufanya mazishi wakawa wamerejea kwenda mpaka lile eneo la tukio la msiba, manake ni pale Manzese. Anasema basi nikawa nimesubiri kidogo, na baada yake nikaanza kumtafuta yule mzee kusudi ili tuweze kuzungumza, sababu aliniambia, "Kijana, tukishatoka kufanya mazishi naomba tuonane." Anasema akamwona yule mzee, akamwendea, akamkumbusha, "Baba, mimi ndio yule ambao uliniambia kwamba baada ya kufanya mazishi tuonane." Akasema, sawa. Uliniambia ule muda vipi? Yule ni nani ambao ulikuja naye? Yule anasema kama ambavyo nilikuambia mzee, yule ni mchumba wangu. Baada ya kuona kwamba nimefiwa, akasema ngoja nije anisindikize kwa ndugu zangu kwenye mazishi. Anasema yule ni mpenzi wako? Anasema ndio, ni mpenzi wangu. "Una uhakika kijana? Hivi yule unamjua vizuri?" Akasema sasa kuhusu kumjua vizuri, naweza nikasema kwamba namjua tu ni kama mpenzi wangu. Kwa hiyo kuhusu familia yake na vitu vingine sifahamu. Akasema sio familia yake. Amesema, "Kijana, unaishi na kiumbe ambacho watu kifahamu. Yule sio mwanadamu wa kawaida. Yaani kama mwanadamu basi sio mwanadamu wa kawaida." Akasema hivyo. "Hivi unajua ule muda ulikuwa umepaka nini?" Anasema umeongezana naye, yeye umeshuka tu kwenye gari. "Unajua usoni nilikuwa naonekana vipi?" Jamaa anasema nilishangazwa sana. Nikamwambia, "Nilikuwa naonekana vipi mzee?" Anasema yani usoni unaonekana ni mtu ambaye kama una asili ya mapembe afu unaingia pale. Yani ni jambo ambalo umeshangaza sana, na taharuki ikitokea, makweli watu wengine wakiwa wameona, sijui kama hawajaona lile tukio, ila mimi nimepaswa kuona lile, nilistuka sana ise. Na badala yake, baada ya kuondoka yule binti, yani uko safi. Akamuuliza, "Ina maana mpaka saa hizi mzee hayo mapembe ninayo au unaonekana katika muonekano?" Anasema hapana. Yani yule binti ulivyotangulizana naye, ulivyoongozana naye, ukaonekana katika muonekano, lakini saa hizi hauna. Vipi? Anasema nilistuka sana kiukweli, na aliniongezea sana mawazo yule mzee. Sasa basi yapata mida kama ya jioni saa 12 hiyo inaelekea saa 1. Anasema akawa ameondoka pale msibani. Akaondoka, lakini akili yake yote akasema hapa siko salama hapa. Yaani hapa nashangaa na hivi vifo ambavyo vinatokea hata sielewi kwamba inakuwa vipi. Anasema pale nilisema kabisa leo naondoka naelekea Bagamoyo, sababu kutanga kwa wakati ule ana mganga ambaye anamfahamu yuko Tanga. Anasema kwa wakati ule ilikuwa ni usiku sana. Kusafiri kuelekea Tanga ikinichukua muda mrefu. Nikasema ngoja kwanza naende Bagamoyo. Nasikia kuna mtaalamu fani pale, kwa sababu Dar es Salaam na Bagamoyo almost ni masaa 2 mpaka lisali 1.5. Na akasema nitakimbia sana haraka usiku nielekee mpaka kwa mganga. Hii shida zinazojitokeza vipi? Hivi ni nini ambacho kinanikuta? Anasema basi akawa ameenda kwake Magomeni. Anasema alipokaa Magomeni wala kuchukua muda mrefu sana, akawa amefunga safari kuelekea Bagamoyo kwa kupitia njia ya Bunju. Anasema nimetembea, ndugu msikilizaji, nimefika mpaka Bunju, nafika njia za kule mbele sijui kunaitwa vipi. Anasema kwamba nikawa nimepotea, nimeingia njia nyingine tofauti kabisa. Jambo ambalo limekuja kutokea kwenye katika vijiji vya uko mbele,
Nafika kwa vile vijiji naambiwa nikasimama kwanza niulize, nikasema hapana, mbona nimetembea muda mrefu, ina maana Bagamoyo ndio imechukua muda mrefu namna hii? Anasema bahati nzuri nilikuwa nimekutana na pale wenyeji wa ile sehemu, na wale wenyeji wakaweza kuniambia kwamba hapana, mbona umetokea huku ni Mkuranga, huku sio Bagamoyo. Jamaa anasema nilishangaa sana, nikamwambia nilikuwa naelekea Bagamoyo. Sasa nashangaa nimepita barabara fulani natokea huku Mkuranga, hivi inakuwa vipi? Anasema basi yote ni Mkuranga aisee. Ulikuwa naelekea Bagamoyo, sasa njia ukipita hii. Wakamuelekeza pale. Bwana anasema niliweza kuchanganyikiwa sana, lakini nikasema enda ni mawazo wangu kichwani ndio ambao ananifanya mpaka nasahau njia maskini. Anasema sasa ule ulikuwa tayari ushaenda ushakuwa usiku, almost kama saa 2 saa 3 hivi inaelekea. Akasema sasa hapa jambo la kufanya tena nirudi kule naweza nikapotea hapa. Bora tu nipite njia Mbagala Chamanzi Mbagala niondoke zangu nifike Magomeni nyumbani. Anasema nikawa nimefanya hivi kulingana na foleni barabarani, foleni ilikuwa kali sana mpaka nimefika Magomeni. Inapelekea muda kama ya saa 4 hivi. Anasema hapo pia nilipita njia za mkato sana. Anasema ndugu msikilizaji, kiukweli sikuwa na hamu hata ya kulala pale nyumbani, nilikuwa na mawazo sana na nilikuwa naogopa kuna kitu ambacho kinaweza kikanitokea. Kwa muda ule anasema alijaribu kumpigia simu mpenzi wake, alikuwa hapatikani. Lakini anasema kwamba nilijua tayari ashasafiri, ashapaa na chopa, kwa hiyo singekuwa ni rahisi kumpata. Kwa njia ya WhatsApp ndio ambapo nitawasiliana naye baadaye. Anasema akawa ametulia pale. Ametulia, lakini mida saa 5 usiku anasema akili yake bado ilikuwa haiko vizuri. Ndugu msikilizaji, nilikuwa kama nimechanganyikiwa. Nikafunga zangu safari pale pamoja na gari. Nikaondoka tena kuisaka tena njia ya Bagamoyo kwa yule mganga. Nikasema hapana, huu usiku ni bora nikalale huko kwa mganga. Anasema basi nikawa nimeondoka kuelekea Bagamoyo na kwa kupitia njia ile ya Bunju. Anasema nilipofika maeneo ya Bunju nikawa nimeulizia pale kijana yoyote ambaye anaweza akaniescort pale ile safari, kwa sababu ilikuwa ni usiku na kule nakoenda pia sikufahamu kwamba huko kwa mganga moja kwa moja. Anasema akawa ameomba kijana mmoja. Yule kijana anasema alisita sana kuongozana na mimi, lakini nikamwaahidi pesa, nikamwambia bana nitakupatia hata milioni 5, naomba tuongozane wote tuelekee Bagamoyo. Anasema yule kijana akawa amekubali. Anasema basi wakawa wametembea yule kijana ndo akawa anamuonesha njia vizuri. Anasema wakafika mpaka Bagamoyo. Walipofika Bagamoyo wakaulizia pale wenyeji kwa jina la yule mtaalamu au yule mganga ambaye yeye alikuwa amemwendea. Anasema akaweza kuambiwa bwana kule ni mbali sana, kwa sababu sio hapa Bagamoyo mjini, ni vijijini. Kwa hiyo tunaomba kesho asubuhi tuende kule, na kule gari haipiti, kule tutaenda na bodaboda. Sasa basi jamaa anasema akawa amechukua guest kwa wenyeji wa Bagamoyo au watu ambao washaye kufika Bagamoyo. Anasema kwamba guest ambao alilala ujamaa ni kwamba nyuma ile stendi ya Bagamoyo, nyuma ya stendi ya Bagamoyo, kwamba upande wa kushoto kuna ile stendi ya Bagamoyo, stendi kuu, lakini upande wa kulia huko kuna guest sana, nyumba za pili. Anasema mtaa ile ya pili aliweza kuchukua pale guest karibu na makumbusho wa pale Bagamoyo. Anasema amelala pale. Asubuhi ilipofika mapema sana akaweza kumpigia simu ile bodaboda ambayo alimuelekeza kwamba kule inaenda bodaboda tu, lakini gari haliwezi kaenda. Anasema na yule kijana wake ambao aliahidi kwamba pale atamsindikiza. Yule kijana anasema wakawa wameondoka wote na ile bodaboda wakapanda kuelekea kwa yule mganga, bodaboda yule jamaa. Anasema bana waliofika tu pale wanakaribia maeneo kule kwa mganga. Anasema nilipaswa kushangaza sana, nilisikia sauti za ajabu nyingi sana. Anasema nilisikia sauti za kama wanyama mbalimbali wanalialia. Nikauliza hivi hali vipi? Naisikia mimi tu? Akasema hata sisi pia tunasikia, mbona kama mbwa wanalialia huko mbele. Anasema walipokaribia jamaa baada ya kuonyesha kwa mganga kwenyewe ndio pale wakamwona yule mganga ametoka nje na mtu ambaye anaonekana ana hasira kweli kweli, yani ana hasira kweli kweli, na akiwa anatoa mgurumo mithili ya mbwa. Anasema aliweza kushangaza sana, na baadaye akasema kwamba enda ni kazi yake ya uganga ndio ambayo inafanya hivi. Jamaa akamuuliza ina maana huyu mganga ndo vipi anatibu hivyo? Anasema enda ni masuala ya kiganga ambayo wenyewe iko na, lakini sijaje kumshuhudia katika hali hii. Yule bodaboda akawa anazungumza hivi. Anasema bwana mbwa alikuwa anabweka sana eneo lile, na mbwa pia walikuwa wanalia sana wale mbwa. Anasema basi baadaye pale, anasema kabla wameshuka kwenye ile bodaboda, kabla hawajamsogelea pale mganga, anasema mganga alikuwa amekasirika mno, akawaambia mnaenda wapi, simameni hapo hapo. Jambo ambalo jamaa anasema lilinishangaza sana. Nikamwambia mganga, mimi naitwa mtu fulani, nimetokea Dar es Salaam, nimekuja kwako wewe, nimeletwa hapa na shida na wewe. Bwana mganga akamwambia hapana, simama hapo hapo, umekuja na kina nani hapo? Jamaa akasema huyu ni mwenyeji ambao amenisindikiza, huyu mwingine nimemtoa Bunju. Akaweza kueleza pale. Anasema mganga akamwambia simama hapo hapo. Mara nakuambia ndugu msikilizaji, nikaweza kupoteza fahamu pale. Kitu ambacho kiliendelea